ambayo lazima ing'olewe. Watu wanahubiriana kwamba sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Kumbe Mungu hafurahii mtu anapokufa. Injili za namna hii lazima zing'olewe katika masikio ya watu wa Bamba. Ukisikia mchungaji anakuambia, anasema hivyo kwamba sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi, we acha kuenda kwenye kanisa lake. Huyo ni nabii wa uongo. Mungu asema sifurahii mtu mwovu anapokufa. Ziko imani ambazo lazima zing'olewe, na leo naenda kung'oa imani baada nyingine. Imani ya kwanza ambayo lazima ing'olewe masikioni mwa watu, nimekwambia, ni ile ambayo inasema kila nafsi itaonja mauti. Hiyo ni imani ya uongo. Mungu anasema kwamba hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Maana kuna parapanda italia. Lakini wanasema kwamba, wanasemaje wale manabii wa uongo? Wanasema ya kwamba kila nafsi itaonja mauti. Hiyo ni imani ambayo lazima ing'olewe katika jina la Yesu Kristo. Imani ya pili ambayo lazima ing'olewe masikioni mwa watu, ndio maana Mungu akamtuma Yeremia, akamwambia Yeremia, nenda Yerusalemu, nenda ung'oe vitu vilivyopandwa katika mji wa Yerusalemu. Leo ninaenda kung'oa imani zilizopandwa katika mji huu wa Bamba. Imani ya pili ambayo ilipandwa masikioni mwa watu, ndio hiyo ambayo nilikuwa naisoma, kwamba wanasema sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Yaani wakati mtu amekufa, wachungaji wa uongo, manabii wa uongo wanasema ya kwamba sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Yaani ina maana yule aliyekufa amependwa na nani? Hiyo ni uongo. Imani ya namna hiyo lazima ing'olewe. Imani ya pili ambayo lazima ing'olewe, watu wameaminishwa ya kwamba wanasema mweke mahali pema peponi. Unaona? Yaani wanasema Mungu mweke mahali pema peponi. Yaani kana kwamba Mungu yuko na mochari za kuweka watu. Ziko imani ambazo lazima zing'olewe. Na imani ya tatu ambayo naenda kuing'oa ni imani ambayo inasema mweke mahali pema peponi. Tunamuuliza Mungu, je, mtu akifa anaenda wapi? Manabii wa Mungu walikufa. Daudi alikufa, alienda wapi? Maana kuna watu ambao wanamwambia Mungu, huyu aliyekufa muweke mahali pema peponi. Labda nikuulize, Mungu ana mochari? Sikiliza maneno haya. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 fungu lake la 34. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2 fungu lake ni lake la 4 la 34. Lazima watu wakaweze kukombolewa katika mikono ya manabii wa uongo. Lazima watu wafundishwe, maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Matendo ya Mitume 2 fungu lake la 34 inasema hivi. 34, maana Daudi hakupanda mbinguni. Daudi nabii, Biblia inasema Daudi hakupanda kwenda mbinguni. Hakupanda. 29 anasema, wanaume ndugu zangu, muniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alikufa. Daudi alikufa akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Daudi alikufa na kaburi lake liko wapi? Hata leo. Liko hapa duniani. Sasa wewe eti Mungu mweke mahali pema peponi, wakati Daudi ni nabii, alikufa akazikwa, na mpaka leo yuko hapa. Wewe si nabii, si mtoto wa nabii, alafu unaambiwa eti uwekwe mahali pema peponi. Ni wapi hapo? Mungu hana mochari ya kuweka watu. Na ndio maana kitabu cha Yohana Injili 14 fungu lake la 1 na la 2, Mungu anasema msifadhaike. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaponiamini mimi, muamini na Mungu. Mnapomwamini Mungu, niamini na mimi.
nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, maana ninaenda kuwaandalia mahali. Nikimaliza kuandaa, nitakuja tena niwachukue. Kumbe makao yenyewe Yesu hajamaliza kuyaandaa, na aliahidi ya kwamba akimaliza kuyaandaa atakuja kutuchukua. Kwa hivyo usidanganywe na manabii. Imani hizi lazima zing'olewe. Imani ya kwamba Mungu mweke mahali pema peponi, kana kwamba kuna mahali Mungu anaweka watu waliokufa. Mungu hana biashara ya watu waliokufa. Mungu hana mochari. Kwa hivyo imani hizi ndizo zilizopandwa katika mioyo ya watu. Yani, na ndio maana kuna makanisa ambayo yako na ibada ya wafu. Ibada ya wafu. Wameandika kabisa ibada ya wafu. Mungu huwezi kumfanya akaweza kuwa na ibada ya wafu. Kwa hivyo imani ya kwanza ambayo nimekwambia lazima ing'olewe, lazima uiache. Wewe mtu wa bamba, maana itakupotosha, itakupoteza, utapotea mapema. Imani ya kwanza ambayo nimekwambia uiache ni ile ambayo inasema kila nafsi itaonja mauti. Achana na imani hiyo. Mungu anasema kwamba hatutakufa sote, lakini sote tutabadilika. Yani hatutalala sote, lakini sote tutabadilika wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa katika makaburi yao. Kumbe parapanda itakapolia, wafu watafanyaje? Watafufuliwa. Kwa hivyo ujue ya kwamba mtu akifa hakuna mahali anapoenda, maana anasubiri ufufuo, afufuliwe. Imani ya pili ambayo lazima watu waiache, ambayo ni imani ya wachungaji wa uongo, imani ya manabii wa uongo, ni hii ambayo inasema sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Hiyo ni imani ya shetani. Mungu anasema ya kwamba sifurahii kufa kwake afaye. Hiyo ni kitabu cha Ezekieli 33 na fungu lake ni ile la 11. Mungu anasema sifurahii kufa kwake afaye. Kwa hiyo injili kama hizo lazima watu wakaweza kuziacha. Injili ya 4, injili ya 3 inasema mweke mahali pema peponi. Mungu hana mochari ya watu waliokufa. Mtu akifa anazikwa. Daudi alizikwa, manabii walizikwa. Wewe hu nabii na hu mtoto wa nabii, mamako si nabii, babako nabii si nabii, unasema kwamba uwekwe mbinguni wakati manabii wamelala makaburini. Daudi kaburi lake liko mpaka leo. Kwa hiyo wachungaji wengi wa uongo wanatangaza uongo katika makanisa, wanapanda akili, wanapanda mapando ambayo ni mabaya katika imani za watu, wanapanda imani potofu katika akili za wanadamu. Na ndio maana lazima leo zikaweze kung'olewa, na zing'oa moja baada ya nyingine. Imani ya 4 ambayo lazima ing'olewe kabisa katika mji huu wa Bamba, imani ya 4 ni ile ambayo watu wanaenda kanisani na kupayuka. Wakifika kanisani lazima wapayuke, hasa wakati wa maombi. Hebu twende kwenye kitabu cha Mathayo. Mathayo ni 6, fungu lake la 6. Mungu anasema wakati wa kuomba watu wafanyeje? Mathayo 6 na fungu lake ni la 7 hadi fungu la 8. Biblia takatifu nasema hivi: nanyi mkiwa katika kusali, yani mkiwa katika kuomba, msipayuke kama watu wa mataifa. Yani Yesu anawaambia wanafunzi wake, wakati wa kuomba si wakati wa kupayuka. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Yani watu wana maneno mengi, acheni kudanganya watu. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Mungu asema msipayuke.
Makanisa mengi ya manabii wa uongo wakati wa maombi utaona wanapayuka payuka. Hebu angalia ni hapa, nikufundisha neno kupayuka. Maana neno payuka ni neno la Kiswahili, maana yake ni kuboboka, kuboboka, kupayuka. Mtu anatembea, anaomba huko anatembea. Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, Baba katika jina la Yesu, Baba asante Baba, asante Mungu wangu. Yani mtu anaomba lakini anatoka kona hii mpaka kona ile. Sasa tunamuuliza Mungu, wakati wa kuomba watu wafanyeje? Soma nami kwenye kitabu cha Marko, kitabu cha Luka 22 fungu lake la 41. Mungu anasemaje? Wakati wa kuomba unapaswa kuwa na hali gani? Luka 22 fungu lake la 41. Anasema hivi, huyu ni Yesu wakati wa kuomba. Je, Yesu aliombaje? Fungu la 41. Alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Yesu alifanyaje? Alipiga nini? Magoti. Akafanyaje? Akaomba. Leo kuna watu ambao kazi zao hawapigi magoti, wao ni yani anaomba huko anatembea, huko anatembea. Asante Baba, oh Baba, hala baba, naboshika na Masaya, shenderere. Hizo ni lugha za mashetani, hizo ni lugha za mapepo. Lakini Yesu anasema wakati wa kuomba yeye mwenyewe alipiga nini? Magoti. Acha nikuonyeshe mtu wa pili aliyepiga magoti. Paulo pia naye alipiga magoti alipokuwa anaomba. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 20 fungu lake la 36. Kitabu cha Matendo ya Mitume 20 fungu lake la 36, ni kuonyesha mtu mwingine aliyewahi kupiga magoti. Matendo ya Mitume 20 fungu lake la 36. Alipokwisha kunena hayo, akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Yani Paulo alipokuwa anaomba aliwaambia pigeni magoti. Makanisa ya leo hayataki kupiga magoti, wanapenda kupayuka. Yani mtu anaomba anaenda kona ile, anatembea tu huku anaomba, hata wengine hawafungi macho. Hii ni imani ambayo lazima ing'olewe. Imani ya kupayuka lazima ing'olewe, maana manabii wa uongo ndio kazi zao. Kwa hivyo Yesu alipiga magoti, Paulo alipiga magoti. Kitabu Suleiman naye alipiga magoti alipokuwa anaomba. Kwenye Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 6 fungu lake la 13. Mambo ya Nyakati 6 fungu lake la 13. Suleimani alipokuwa anaomba akapiga magoti akaomba. Marko 11:25. Yesu alisema kama hutapiga magoti usimame mahali pamoja na utulie. Kama hutapiga magoti usimame mahali pamoja na utulie. Si ati kwamba unatembea huku unaomba, huku unatembea, huku unaomba, huku unatembea. Baba katika jina la Yesu, asante Mungu wangu, asante Baba, huku unatembea. Hapana. Hayo ni mafundisho ya manabii wa uongo. Mungu anasema wakati wa kuomba watu wapige magoti. Na kama hutapiga magoti usimame mahali pamoja utulie. Ishara ya heshima kwamba unamheshimu Mungu. Upige magoti au usimame tu mahali pamoja na utulie. Sio kurandaranda, unatembea huku na huku. Ukiona kanisa au mchungaji anatembea, anaomba, huku anatembea, anaomba, huku, muache huyo mchungaji, atakupotosha. Na Mungu kwenye kitabu cha Isaya 38 fungu lake la 1 hadi la 2, wewe kama ni mgonjwa unapaswa kuomba hata ukiwa umelala. Mungu hakuzuii hata ukiwa umelala, lakini kuwa na utulivu. Hata ukiwa umelala Mungu anakusikia wewe kama ni mgonjwa.
Lakini kama wewe ni mtu mzima, uko na uzima, usiombe ukiwa umelala. Alafu Mungu anakataa wakati wa kulala uombe ukiwa uchi. Mungu hapendi uwe uchi. Usiombe Mungu wakati wewe uko tupu kabisa vile ulivyozaliwa. Kuna watu ambao wanaomba wakiwa uchi majumbani mwao. Anaomba akiwa yuko uchi. Mungu anakataa. Kwa hivyo imani ya kupayuka. Yesu asema mnapoomba msipayuke kama watu wa mataifa. Usiombe wakati, jifundisheni kupiga magoti. Waambie washiriki, sasa ni wakati wa kuomba, tupige magoti. Na kama ni kusimama, labda pale mahali hapako vizuri sana, unaweza kuambia tusimameni, wakasimama wakatulia. Lakini sio unaomba huku unatembea kanisa zima, unaomba huku unatembea. Hii ni imani ambayo lazima ing'olewe. Imani ya tano ambayo lazima ing'olewe katika uwanja huu ni imani ambayo watu wanasema kwamba Yesu alitengeneza pombe. Kuna watu ambao wanafundisha imani ilipandwa ya kwamba Yesu alitengeneza pombe. Hata walevi ukimuuliza mbona kunywa pombe, anasema hata Yesu pia alitengeneza pombe. Hiyo ni imani ambayo lazima nikaweze kuing'oa katika jina la Yesu Kristo. Hebu tunamuuliza Mungu kwanza, mtu anayeuza pombe, Mungu anamwambiaje? Mtu, sikiliza, sio kunywa kwanza, nataka kudili na yule anayeuza pombe. Habakuki 2 fungu lake la 15. Kitabu cha Habakuki 2 fungu lake la 15. Je, anayeuza pombe? Kwa hivyo wewe muuzaji, usikilize hii. Habakuki 2 fungu lake la 15. Ukurasa wa 1066. Ukurasa wa 1066 kuna kitabu cha Habakuki. Kitabu cha Habakuki. Ukurasa wa 1066. Habakuki 2 fungu lake Habakuki 2:15. Wauzao pombe Mungu anakataa. Anasema hivi 2:15. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo. Ole wake. Siku inakuja wewe ambaye unamuuzia jirani yako kileo, chunga. Yesu anasema, Mungu anasema ole wako. Ole wako. Wewe utiaye sumu yako na kumlevya jirani yako. Ole wako wewe unayeuza pombe na kumlevya jirani yako. Mungu anakataa ulevi. Kuna injili ambazo lazima zing'olewe. Yesu alitengeneza pombe. Wapi? Mungu anakataa pombe. Sikiliza, tunamuuliza Yesu tena. Je, Bwana Yesu, kwa wauzao pombe Mungu amewapatia warning. Mungu anawapatia warning kwa watu wanaouza pombe. Wakorintho wa kwanza 6 fungu lake la 9. Wakorintho wa kwanza 6 fungu lake la 9. Biblia inasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu. Waasherati hawataurithi. Waasherati ni wakina nani? Ni wale wakina mama ambao wanaacha mabwana zao na kuenda viwanjani kuenda kufanya uasherati ili wapate pesa. Mama, chunga sana. Ole wako. Unamwacha mumeo, unaenda viwanjani, unafanya uasherati ili upate pesa. Ole wako. Mungu anaendelea kusema hivi: waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu. Kuna watu ambao wametengeneza sanamu
sanamu ya Yesu, sanamu ya Mariamu, wote wanaoabudu sanamu, waliozichonga sanamu, acheni injili za uongo. Anasema wala waabudu sanamu, wala wazinzi. Wazinzi ni watu ambao wako hawajaolewa lakini wanakaa na wanaume. Uzinzi ni tofauti na uasherati. Uasherati ni kama uko na mume, uko na mke, lakini unaenda viwanjani, uasherati. Lakini uzinzi unafanywa na wasichana na wavulana ambao hawataki neno, wanaenda na hawajaolewa, wanafanya uzinzi. Wala wazinzi, wala wafiraji. Hapa kuna tajwa watu wafiraji. Wafiraji ni yule ambaye ni mwanamume ambaye analala na mwanamume mwingine. Wafiraji wote makao yao ni Jehanamu. Maana mbinguni hakuna wafiraji. Mwanamume yote ambaye alishawahi kulala na mume mwingine, yeye anaitwa mfiraji, mbinguni hana nafasi. Wala walawiti. Walawiti ni wakina nani? Ni wanawake ambao wanalala na wake wengine. Wanawake ambao wanalala na wake wengine wanaitwa walawiti. Wafiraji pia ni wale wanaume ambao wanajifanya ni wanawake. Wafiraji ni wale ambao wanajifanya wanawake na wao ni waume, lakini anajifanya mwanamke. Wote hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Wala wezi, wala watamanio, wala walevi. Walevi wote sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Walevi. Sianza kudanganya hapa kwamba Yesu alitengeneza pombe, wakati Yesu mwenyewe anasema walevi na wauzao pombe makao yao hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Hawana nafasi, makao yao ni Jehanamu. Mungu anasema maneno hayo, sema walevi. Kwa hivyo kama wewe ni mlevi, chunga. Ole wako na yule anayekuuzia hiyo pombe, ole. Kuna imani ambazo watu wameaminishwa. Yesu alitengeneza pombe. Yesu alitengeneza pombe. Wakorintho wa kwanza 3:16 inasema, Wakorintho wa kwanza 3 fungu lake la 16 hadi 17, anaendelea kusema hivi: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kama utaliharibu hekalu la Mungu kwa kileo, Mungu naye atakuharibu, maana neno la Mungu limesema. Kwa hiyo injili ambayo kwamba inatangaza kwamba Yesu alitengeneza pombe, ndio maana ukimuuliza mlevi, kwa nini unakunywa pombe, anasema hata Yesu alitengeneza pombe. Acha wewe, acha maneno porojo. Mungu anakataa pombe. Injili ya 6 ambayo lazima ing'olewe katika masikio ya watu. Watu waliaminishwa mambo kadha wa kadha. Watu wengi waliaminishwa Krismasi Disemba 25, mwezi wa 12, waliaminishwa kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Watu waliaminishwa. Hiyo ni imani ambayo lazima ing'olewe. Hakuna kifungu chochote ambacho kinasema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Wala Wakristo hakuna birthday. Acha nikuonyeshe. Birthday zilianza kusherekewa kabla ya Yesu hajazaliwa. Birthday zilianza kusherekewa kabla ya Yesu hajazaliwa, hizo birthday. Na waliokuwa wanasherekea walikuwa ni mapagan. Ndio waliokuwa wanasherekea birthday. Yaani birthday hii ambayo mnasema Yesu alizaliwa, Yesu anazaliwa, hii ni birthday ya Yesu. Birthday ya Yesu, hii birthday ilikuwa kuna mambo makuu.
watu walikuwa wanayafanya zamani. Jambo la kwanza, wakati wa birthday kulikuwa kuna uasherati unafanyika. Na jambo la pili, kitu kilichokuwa kinafanyika wakati huo ni mauaji. Acha nikuonyeshe birthday za watu. Soma nami kwenye kitabu cha Mwanzo 40 fungu lake la 20. Ni kuonyesha birthday ya kwanza ilikuwa ni ya Farao. Farao alifanya birthday na ilikuwa na mambo, agenda zilikuwa mbili. Agenda ni kuua na kufanya uasherati. Mwanzo 40 fungu lake la 20. Farao alifanyiwa birthday. Mwanzo 40 fungu lake la 20 hadi 22. Mwanzo 40 fungu lake la 20 hadi 22 inasema hivi: ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao. Eti siku ya kuzaliwa kwake Farao. Kwa hiyo hii ilikuwa ni birthday ya Farao. Sikiliza vizuri ukaweza kuelewa. Akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akainua kichwa cha mkuu wa mwenyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumishi wake, akamrudishia mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunyesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akampundika mkuu wa waokaji. Yaani, asante sana, naweza kuketi tu pale. Asante sana. Hivi viti tumeviweka ili kwamba watu wakaweze kuketi. Asante sana. Wakati mmoja Farao alifanya birthday Farao. Sasa wakati huo wa birthday kuna mtu anaitwa cupbearer. Kwa mfano rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Ruto, kuna watu wawili wanaomsimamia. Mmoja anashughulikia chakula. Rais hawezi kula mpaka yeye akitesti kile chakula. Alafu kuna mtu mwingine daktari ambaye anashughulikia kwa masuala ya kinywaji. Sasa wakati wao wa Farao pia principle hiyo ilikuwa inatumika. Sasa Farao wakati wa birthday moja akala na akanywa, lakini kile kinywaji alikunywa kwanza, alianza kula chakula. Baada ya kumaliza kula chakula akanywa kile kinywaji, lakini hakikuisha kile kinywaji, kikaishia tu nusu glass. Alafu Farao mfalme akaanza kuhara Farao. Sasa ikabidi yule msimamizi wa chakula awekwe ndani na yule anayesimamia kinywaji ndani mpaka uchunguzi utakapofanywa. Sasa ikatokea yule kile kinywaji, kwa sababu chakula kilikuwa amekila chote. Sasa kikaenda kuwa tested kile chakula, kile kinywaji kikaenda kutestiwa, kikaonekana kile kinywaji hakikuwa na dosari. Sasa mfalme Herode akaona ya kwamba yule aliyepika chakula ndiye aliyekuwa amemwekea sumu wakati huo wa birthday yake. Basi akafanyaje? Akaamuru ya kwamba yule wa chakula auawe na yule wa kinywaji aachiliwe huru. Hizi birthday, na ndio maana acha nimekwambia wakati wa kesha za birthday, wakati vitu viwili vinafanyika. Hasa hizi kesha tangu zamani ilikuwa kwanza ni siku ya kufanya uasherati. Na la pili ni siku ya kuua watu. Acha nikuonyeshe birthday nyingine iliyofanyika. Asante sana, nimeona msomaji wangu amekuja hapa. Sasa ukaweza kunisamea maneno haya kwa sababu nayasema tu, lakini lazima tukaweze kuyasoma. Mathayo 14 fungu lake la 6 na 8. Hii ni birthday ya pili. Mathayo 16 fungu lake la 8. Birthday ya pili, ya kwanza nilikwambia ilikuwa inaitwa ya Herode. Ya pili inaitwa ya Farao. Nisomee ya Farao. Mathayo 14 fungu lake la 6 hadi la 8. Hizi ni imani ambazo lazima zing'olewe. Na ndio maana hata hii birthday ya Yesu hii watu wanafanya agenda kubwa. Watu wengi wanaenda kukesha, lakini ni washerati tu. Vijana wanafanya washerati. Hata birthday ya juzi kitu kilichofanyika ni washerati. Watu wanasema Yesu amezaliwa, lakini ile agenda ya
inaendelea kufanyika. Alafu watu wanadanganyana kwamba Yesu alisema kesheni mkiomba. Yesu hakumaanisha watu wakeshe macho usiku. Yesu alimaanisha watu wawe macho kiroho. Watu wawe macho kiroho, si kukesha usiku. Soma msomaji, Mathayo 14 fungu la 6 hadi fungu la 8. Birthday ya Herode ni kuonyeshe watu walizini, watu wakafanya mauaji. Soma usikie. Inasema ndio, hata ilipofika sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, hata birthday ya Herode, siku ya birthday ya Herode, binti yake Herodia, binti mtoto wa Herodia akafanyaje? Alicheza mbele ya watu. Alienda akacheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Safi, endelea. Hata akaahidi kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Ndio. Naye huku akichochewa na mamaye, na huyu mtoto huyu huku akichochewa na mamaye akasemaje? Nipe hapa kichwa, nipe hapa katika kikombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Yani siku ya birthday Herode anataka kichwa kikatwe cha Yohana Mbatizaji, lazima kiende. Siku gani? Birthday. Kwa siku ya birthday, hizi birthday zilidesainiwa kitambo kwamba ni siku ya kufanya uasherati, lakini Wakristo wao wanasema birthday ya Yesu ni Christmas. Biblia haliungi mkono kusherekewa kwa birthday ya Yesu, wala Biblia halina siku wala tarehe wala mwezi wala mwaka wa siku aliyozaliwa Yesu. Msomaji, nipo. Yesu anasema tukumbuke kuzaliwa au kifo. Maana watu wanakumbuka kuzaliwa, yani birthday, badala ya kukumbuka kifo. Hebu somee Wakorintho wa kwanza 11:23. Watu lazima imani zing'olewe, na ndio maana Yeremia akaambiwa nenda Yerusalemu ukang'oe imani zilizopandwa, lazima zing'olewe. Hii imani kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba ni imani ya uongo. Ni imani ya Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Hakuzaliwa, wala hakuna andiko lolote. Wachungaji wa uongo walileta hilo fundisho, wakaaminisha watu kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba. Hakuna andiko. Soma msomaji, Wakorintho wa kwanza 11:23 hadi 26. Tunamuuliza Yesu, tukumbuke nini? Tukumbuke kifo au birthday? Yesu anakataa watu wakumbuke birthday. Yesu anasema kwamba kumbukeni kifo changu. Kumbukeni kifo changu. Wakorintho wa kwanza 11. Wakorintho wa kwanza 11 fungu lake la 23. Msomaji, inasemaje? Mimi nilipokea kwa Bwana niliyopewa nanyi. Mimi nilipokea kwa Bwana yote niliyopewa, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alipotolewa, wakati ule Yesu alipotolewa, alitwaa mkate. Yesu alitwaa mkate, naye akisha kushukuru akaumega. Yesu akisha kushukuru akaumega ule mkate, akasemaje? Huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Yesu akasema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tufanye hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa tunapaswa kukumbuka kifo cha nani? Cha Yesu. Sio birthday ya nani? Ya Yesu. Sasa dunia inakumbuka birthday badala ya kifo cha nani? Cha Yesu. Uongo. Wachungaji wengi wa uongo wamepanda akili za watu. Watu wanakumbuka birthday badala ya kifo cha Yesu. Maliza msomaji. Na vivyo hivyo baada ya kula akakitoa kikombe. Yesu akakitoa kikombe, akisema. Yesu akasemaje? Hiki ni agano jipya. Yesu akasema hiki ni agano jipya katika damu yangu, katika agano langu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Unaona, Yesu anasema fanyeni hivi, kuleni Pasaka, yani meza ya Bwana, kwa ukumbusho wangu. Kumbe Yesu anataka watu wale Pasaka kwa ukumbusho wa nani? Wake. Watu wanakula meza ya Bwana kwa kukumbuka kifo cha nani? Yesu hakuna mahali aliposema kwamba kumbukeni birthday yangu. Hakuna. Kwanza tunamuuliza Mungu mwenyewe, je, mwanadamu Mkristo anapaswa kukumbuka birthday
ya Yesu, Mhubiri 7 fungu lake la kwanza, msomaji. Kitabu cha Mhubiri 7 fungu lake la kwanza. Watu waliaminishwa imani za uongo, na ndio maana lazima leo tunapofunga crusade hii, lazima imani za uongo zikaweze kung'olewa, na imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kitabu cha Mhubiri 7 fungu lake la kwanza, Yesu Mungu anasemaje? Je, Biblia linasemaje kuhusu birthday? Yaani siku ya kuzaliwa. Yesu na Mungu mwenyewe anasemaje? Baada ya Mithali kuna Mhubiri pale mbele, Mhubiri 7 fungu lake la kwanza. Hizi ni imani ambazo zimepotea. Watu wengi wamepotezwa, na watu wengi wamezishikilia. Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba, ni wakati Yesu alizaliwa. Huo ni uongo, huo ni uongo. Watu wameacha neno la Mungu, wakajitungia hadithi zao za uongo. Wachungaji wengi wanawaambia washiriki wao, tukeshe maana Yesu anazaliwa, ni siku ya kuzaliwa. Hebu sikiza Biblia inasemaje? Mhubiri 7:1 inasema, ndio, heri sifa njema kuliko manukato. Heri sifa njema kuliko manukato. Heri sifa njema kuliko manukato ya thamani. Ndio. Na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Anasema heri siku ya kufa. Lakini hii Biblia inamsema Yesu. Kwa hivyo heri siku ya kufa kwa Yesu kuliko siku ya kufanyaje? Ya kuzaliwa. Kumbe watu wanapaswa kukumbuka kifo cha Yesu kwa njia ya Pasaka, na watu wengi hawapendi hiyo. Hii Pasaka iko na majina mengi. Pasaka inaitwa meza ya Bwana, Pasaka inaitwa sakramenti. Inaitwaje? Sakramenti au meza ya Bwana au Pasaka. Sasa Yesu anasema watu wakumbuke Pasaka, yani ile sakramenti ile ni kukumbuka kwamba Yesu alikufa akaukomboa ulimwengu. Lakini kuna Wakristo wengi siku ya kuchukua sakramenti hawachukui. Yani hawakubaliani kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Kama wewe hukuli meza ya Bwana au sakramenti au Pasaka, ina maana kwamba wewe hukubali kwamba kifo cha Yesu kilileta ushindi katika ulimwengu huu. Na washiriki wengi nao wakati wa meza ya Bwana au Pasaka wanaenda nyumbani. Wakati wakisikia tu mchungaji anasema kwamba sasa ni wakati wa meza ya Bwana, wengi wanasema hapana, hiyo hatumo, hiyo tunaenda kutoa, hatumo hiyo. Yani wengi wanapoitwa kwa sakramenti, John mchukue sakramenti, wao wanasema hapana, tunaenda nyumbani. Hawakubali ya kwamba Yesu alishinda kifo. Yesu alishinda kifo. Lakini birthday ile Christmas ambayo ni birthday, utaona hata walevi nao, Yesu alifufuka, Yesu alizaliwa, birthday. Lakini siku ya kukumbuka kwamba Yesu alitupatia ushindi, meza ya Bwana, Wakristo wenyewe wanahepa. Wakristo wenyewe wanaacha meza ya Bwana, wanaikimbia, wanaacha sakramenti, wanaacha Pasaka, hawasherehekei Pasaka. Somaji Yeremia 20:14. Yeremia 20 fungu lake la 14. Hizi ni imani lazima zing'olewe. Watu wameiacha Pasaka, yani sakramenti, wanasherehekea kitu ambacho hakimo ndani ya Biblia. Na wachungaji wa uongo kazi zao ni kutangaza, sasa wapendwa, tunaenda wakati ni msimu wa kuzaliwa kwa Yesu, birthday ya Yesu, kwa hivyo toeni ng'ombe na mbuzi tuchinje. Kinachofuata usiku ni uasherati. Maana Yesu hakusema watu wakeshe usiku, alisema kesheni. Kwa maneno hayo anamaanisha ngazi ya kiroho, ya kwamba muwe tayari kiroho, mukeshe kiroho. Wachungaji wao hawaamini, hawaelewi kukesha kiroho, wakaanza kuambia washiriki wao keshe. Sasa wanaenda kwa kweli kukesha kimwili, lakini Mungu anakataa. Yeremia 20 fungu lake la 14, msomaji. Na ilaaniwe siku niliyozaliwa. Anasema na ilaaniwe siku ya birthday niliyozaliwa. Isibarikiwe siku ile siku ya birthday ya Yesu, na ilaaniwe. Lakini Yesu anakubali kifo chake tukikumbuke kwa njia ya Pasaka.
Kwa hivyo nimekwambia kuna vitu lazima ving'olewe hapa Bamba, vilivyopandwa. Cha kwanza kilichopandwa ni injili ya kusema kila nafsi itaonja mauti. Hiyo ilipandwa. Eti kila nafsi itaonja nini? Biblia inasema kwamba, Biblia inasema hivi. Hiyo tumesoma tayari, kwa hivyo hatutairudia tena. Wakorintho wa kwanza 15 fungu lake la 51, Biblia imesema hatutakufa sote, lakini sote tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Wakati wa parapanda ya Mungu, ana parapanda italia na wafu watafufuka. Kwamba hatutakufa. Na ndio maana hapa tunamgoja nani? Yesu. Kwa hivyo Yesu akija leo atanikuta mimi na wewe tuko hai. Yesu akija leo atakuta watu wako hai. Na ndio maana anasema kwamba tutamlaki Bwana hewani. Sasa kama atakuja kuta dunia nzima imekufa, watu wamekufa, nani atakayempokea? Kwa hiyo ile injili ya kusema kila nafsi itaonja mauti lazima ing'olewe katika mioyo ya watu. Injili nyingine ambayo lazima ing'olewe, nimekwambia, ni ile ambayo inasema sisi tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Sisi tulimpenda lakini Mungu, eti wapendwa msilie, huyo tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Hiyo ni injili ya uongo. Mungu, tumemuuliza Mungu kwenye kitabu cha Ezekieli 33 fungu lake la 11, Mungu akasema mimi sifurahii kufa kwake afai, sifurahii. Lakini wachungaji wa uongo wanasema kwamba wapendwa msilie, maana sisi tulimpenda. Yaani wanajifanya wao wana upendo mwingi, Mungu hana upendo. Hiyo ni injili ambayo lazima ing'olewe. Injili ya tatu lazima ing'olewe, injili ya manabii wa uongo, ni kwamba mweke mahali pema peponi. Hakuna mahali ambapo Mungu anaweza kumweka mtu aliyekufa. Maana Mungu amesema hivi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 2:29, anasema Daudi baba yetu alikufa na kaburi lake liko hapa duniani mpaka leo. Sasa kama Daudi baba yetu alikufa na kaburi lake liko hapa, wewe si nabii, si mtoto wa nabii, alafu nasema uweko wapi? Mungu hana mochari za kuweka watu. Mtu akifa anaoza kaburini. Injili nyingine ya 4 ambayo lazima ing'olewe na nimeng'oa ni ile ya kuomba huku unapayuka, unaomba huku unatembea kanisa zima, unaenda huku. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Mwokozi, asante Baba. Hiyo ni injili ambayo lazima ing'olewe. Wachungaji, Yesu amesema mkiomba mpige magoti, na kama hamtapiga magoti msimame mahali pamoja mtulie, sio kupayuka. Hiyo lazima msikie, lazima ing'olewe. Ukiona kanisa likiomba wanatembea huku, wanaomba huku wanatembea, ujue hao ni manabii wa uongo, hawafuati Biblia. Injili ya 5 ambayo lazima ing'olewe ni ile ambayo nasema Yesu alitengeneza pombe. Yesu amekataa, anasema kwamba wale wanaouza pombe wataenda jehanamu, na wale ambao wanakunywa pombe wote makao yao ni jehanamu. Kwa hiyo chunga, wewe ambaye unauza pombe na wewe ambaye unakunywa pombe, makao yako moja kwa moja, huna bump, wewe huna bump, tumbui jehanamu. Jambo la mwisho, mambo mawili ya mwisho. Yesu alisema, naona kuna swali, pokea swali hapo kwa mzee. Kuna swali hapo kwa mzee mwenye hekima lakini. Asante sana mzee. Pokea swali pale kwa mzee, alafu baadaye tuje hapa. Asante sana. Kwa hiyo tumesema kwamba wakunywaji pombe, ambao wanakunywa pombe na wauzao pombe wanamsingizia Yesu. Yesu alitengeneza pombe, ndio maana mimi nakunywa pombe. Nimekwambia hiyo ni injili ya uongo. Hiyo ni injili ya uongo. Yesu hakutengeneza pombe, kwa sababu pombe iko na process. Jambo lingine ambalo lazima watu waliaminishwa, lazima watu waliache. Makanisa yote dunia nzima waliaminishwa kwamba Pasaka ni mwezi wa 4.
waliaminishwa Pasaka ni mwezi gani? Na Biblia haisemi. Biblia inasema kwamba kila mkutanapo mkule meza ya Bwana. Sasa kama ni nyinyi wenyewe pale kanisani mjipange, kama ni kila siku ya ibada au ni kila mwezi au ni ibada kwa hiyo ni mjipange, lakini Yesu hakuweka tarehe ya Pasaka. Lakini dunia leo hii watu wameaminishwa kwamba ni mwezi wa 4, siku ya 15, siku ya 14. Hiyo ni uongo. Yesu hakuweka siku ya Pasaka, lakini anasema kwamba kila mkutanapo mkule nini? Na tena katika siku ya Pasaka au sakramenti, Yesu aliwaambia muoshane miguu. Makanisa mengi hawaoshani miguu. Haya, somaji, jambo la mwisho, watu waliaminishwa kwamba Sabato ni Jumapili. Yaani wanadamu waliaminishwa kwamba Sabato ni nini? Ni Jumapili. Msomaji, hebu nisomee kifungu hiki ninapomaliza. Maana kuna uongo ambao watu waliaminishwa. Wachungaji wasema Sabato ni Jumapili. Sabato ni Jumapili. Wewe ulidanganywa. Nakwambia ulidanganywa. Sabato ni siku ya 7 ya wiki na si Jumapili. Msomaji, kitabu cha Kutoka 20 fungu lake la 8. Kwanza tuanzie pale. Watu waliaminishwa uongo. Waliaminishwa eti Sabato ni siku ya 7 ni Jumapili. Yaani waliaminishwa kwamba siku ya 7 ya wiki ni Jumapili. Yaani just imagine, ulisoma darasa la kwanza miaka 8, darasa la kwanza hadi darasa la 8, alafu hujui siku ya kwanza ni gani na siku ya 7 ni gani. Si ni msiba huo? Matatizo makubwa. Alafu ukaenda secondary, ukaenda kupoteza pesa za baba yako miaka 4, hukujua wiki na siku ngapi na siku ya kwanza ni gani, siku ya 7 ni gani, ukapoteza pesa za baba yako. Somaji, Kutoka 20 fungu lake la 8 pale. Kutoka 20 fungu lake la 8. Kutoka 20:8 inasema, inasemaje? Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Hapo Mungu anasema ikumbuke siku ya gani? Ya Sabato. Ufanyaje? Uitakase. Soma msomaji. Siku 6 fanya kazi. Siku 6 Mungu anasema ufanye kazi. Utende mambo yako yote. Na utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kumbe Sabato ni siku gani? Ya 7. Sabato ni siku gani? Siku ya 7. Sasa watu waliaminishwa kwamba Sabato, wengine wanasema ni siku yoyote. Sabato ni siku yoyote. Kwa hivyo Mungu alikuwa na wazimu alipokuwa anaandika hii. Mungu asema lakini siku ya 7 ndiyo ambayo inaitwa Sabato. Siku ya 7. Soma kitabu chengine. Kumbukumbu ya Torati 5 fungu lake la 12. Kumbukumbu ya Torati 5 fungu lake la 12. Wachungaji hivi mnavyowaona walipotosha watu, wakasema kwamba Sabato ni Jumapili. Niko na catechism hapa ya Wakatoliki. Leo tutaisoma hii. Inasema sisi Wakatoliki disi ambao tuliweka desturi ya kutunza Jumapili badala ya Jumamosi. Soma hii kwanza nikuonyeshe. Ishike siku ya Sabato itakase. Mungu anasema ishike, sio zishike. Anasema ishike siku ya Sabato na uitakase. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kama vile Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Sasa sikiliza, watu waliaminishwa Sabato ni juma ngapi? Ni Jumapili. Lakini hapa tuko na catechism ya wakanisa Katoliki. Wao wa kanisa Katoliki ndio ambao waliweka desturi ya kutunza Jumapili. Lakini Sabato sio Jumapili. Hebu soma catechism hapa msomaji. Hiyo S, kipengele S hapo. Soma polepole kabisa. Ni kuonyesha wachungaji hivi walipotosha watu wengi, wakaaminisha watu kwamba Sabato ni Jumapili na Mungu hasemi hivyo. Sikiza Wakatoliki wanasemaje, na huyu ni Pope Francis. Pope Francis alikufa juzi. Anasemaje? Sabato ya sisi S. Kuna S hapo. Sisi ndio. Anasema sisi sisi Wakatoliki. Asante. Sikiliza hivi, anasema
sisi Wakatoliki, eti sisi Wakatoliki soma ndiyo tulioiweka desturi ya kutunza Jumapili badala ya Jumamosi. Kumbe Jumapili iliwekwa na kanisa gani? Katoliki. Sio ya Waredeemed. Waredeemed hawana sheria ya kutunza Jumapili. Jumapili iliwekwa na Wakatoliki. Endelea. Kama vile tulivyofanya katika kila sehemu ya imani yetu iitwayo mamlaka ya kanisa. Kumbe kanisa Katoliki wako na mamlaka ya kanisa, ni baraza la kanisa. Baraza la kanisa. Soma usikie hiyo catechism. Hivyo basi nyinyi mlio wa Protestant. Papa Francis anasema wale ambao wanajiita makanisa ya kiroho wanaitwa wa Protestanti. Hamna mamlaka hata kidogo kwayo. Hamuna mamlaka hata kidogo na hii Jumapili. Kwa nini? Kwa kuwa hakuna katika Biblia agizo lolote la kutunza Jumapili. Anasema kwa kuwa hakuna agizo lolote la kutunza Jumapili. Tosha pale msomaji. Papa Francis anasema hakuna andiko lolote ndani ya Biblia la kutunza siku gani? Jumapili. Kwa hiyo Jumapili iliwekwa na kanisa gani? Katoliki. Kwa hiyo waliacha Jumamosi, Sabato, waliacha Sabato wakaweka siku gani? Jumapili. Msomaji, hapo kuna kipengele nataka ukaweze kusoma ukurasa wa 11, kuna G pale, kuna G pale. Nataka unisome hii na hii na hii na hii. Piga G kwanza. Sikiza, Papa Francis anaendelea kusema ni vizuri kuwakumbusha. Papa Francis anasema ni vizuri niwakumbushe nyinyi makanisa ya Jumapili. Ni vizuri. Wa Presbyterian, watu wa kanisa la Presbyterian na wakumbusha. Kanisa ya Baptist. Anasema Papa Francis anasema nakumbusha kanisa la Baptisti, Methodist na watu wa kanisa la Methodist na Wakristo wengine wote kuwa. Anasema nataka niwakumbushe Wakristo wengine wote mkumbuke na wamkumbusha kuwa Biblia haiungi mkono kuabudu Mungu siku ya Jumapili. Anasema Papa Francis Biblia haliungi mkono kumwabudu Mungu siku ya Jumapili. Soma msomaji. Jumapili ni sheria ya kanisa ya Katoliki ya Rumi. Jumapili si sheria ya Mungu. Jumapili ni sheria ya kanisa Katoliki ya Rumi. Na wanafuata amri ya kanisa Katoliki. Na wote wanaofuata Jumapili wanafuata amri ya kanisa Katoliki. Kwa hivyo unaona wale wa Redeemed wanafuata amri ya kanisa, Wabaptisti wanafuata amri ya kanisa Katoliki. Anasema wote, ina maana ya kwamba yeyote anaenda Jumapili yeye ni mfuasi, yeye ni Mkatoliki. Kwa sababu gani? Wameacha Sabato ya Bwana, na Sabato ni Jumamosi. Wameacha Sabato Jumamosi, wanaenda Jumapili. Jumapili iliwekwa. Rudia tena. Jumapili ni sheria ya kanisa Katoliki ya Rumi. Anasema Jumapili ni sheria ya kanisa ya Katoliki ya Rumi. Wanaofuata amri ya kanisa Katoliki. Na wote wanaofuata amri ya kanisa Katoliki. Soma vizuri msomaji. Wanafuata amri ya kanisa Katoliki. Anza vizuri tena hiyo paragraph. Jumapili ni sheria ya kanisa Katoliki ya Rumi. Ni sheria, si sheria ya Yesu, sio sheria ya Biblia. Jumapili ni sheria ya kanisa Katoliki, wenyewe wanasema. Soma sikie. Na wanaoifuata, na wale wote wanaofuata Jumapili, wanaoenda Jumapili, wanafuata amri ya kanisa Katoliki. Kumbe hawa makanisa yote haya yote yanafuata kanisa, amri ya kanisa Katoliki. Kumbe ni watoto wa Katoliki. Umeacha Sabato ya Mungu, unaenda Jumapili. Kwa hivyo wewe ni Mkatoliki damu, huwezi kuepuka, wewe ni Mkatoliki. Na ndio maana Wakatoliki ndio waliweka tarehe ya Pasaka mwezi wa 4. Makanisa yote yanafuata. Wakatoliki ndio walioweka tarehe ya Pasaka mwezi wa 4, na makanisa yote ikifika mwezi wa 4 wanasema kuna nini? Kuna Pasaka. Yesu alisema tarehe ya mwezi wa 4, hakusema. Wakina nani waliosema? Wakatoliki. Kumbe haya makanisa yote haya ni watoto wa Katoliki hawa. Na ndio unaona kanisa Katoliki wanasema Katoliki
ni mama wa makanisa, wanajiita mama wa makanisa. Kumbe haya makanisa yote yanafuata amri ya kanisa Katoliki. Huo ni uongo ambao watu waliaminishwa kwamba Sabato ni Jumapili. Kumbe si Jumapili, Sabato si Jumapili wewe. Sabato ni siku ya 7 ya wiki. Labda nikuulize, wiki ina siku ngapi? Wiki ina siku 7. Ya kwanza ni gani? Siku ya kwanza ya wiki ni Jumapili. Na lazima uamini hivi ya kwamba siku ya Ijumaa ni siku ambayo Yesu alisulubishwa na akazikwa. Siku ya Ijumaa ndio maana inaitwa Good Friday. Kwa nini inaitwa Good Friday? Kwa sababu hiyo ndio siku ambayo mwanadamu ndio chanzo cha ukombozi. Siku ya Friday, Sabato alikuwa kaburini. Siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya wiki, Yesu akafufuka. Wakatoliki wakasema hapana, hatutaenda Sabato. Ngoja kupatia historia kidogo ya kanisa, alafu tumalizie, maana watu hawajui historia ya kanisa. Sabato ya Bwana ni siku ya Jumamosi ya Biblia. Wakatoliki walikuja wakaibadilisha, wakaiweka Jumapili, Wakatoliki. Na ndio maana ulizia mchungaji yoyote, ima wa Redeemed, wa Pefa, hata Kisima cha Neema, watakwambia Sabato ya Biblia ni Jumamosi. Na muulize kwa nini tunaenda kanisani Jumapili, atakwambia Wakatoliki ndio waliobadilisha Sabato. Wakatoliki walioyafanya ni mengi sana. Sina muda, lakini nataka nikwambie kwamba fanya maamuzi. Soma kitabu cha mwisho cha Biblia, msomaji, fungu la mwisho, alafu tumalizie. Kitabu cha mwisho Marko 7 fungu lake la 8, msomaji. Kitabu cha Marko. Na ndio maana kuna imani ambazo lazima zing'olewe. Imani ya kusema Sabato Jumapili lazima ing'olewe. Sabato ni Jumamosi. Sabato siku ya 7, wiki iko na siku 7. Mungu asema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Hivi nimewajulisha nyinyi wachungaji. Hawa wachungaji wote vile unavyowaona wanashika amri 9. Lakini ile ya 10 hawaishiki, ile ya Sabato hawaishiki. Na ndio maana watu wameanza kudanganyana, wanasema kanisa ni moyo wako, kanisa ni moyo wako. Mungu anasema moyo, Yeremia 17 ambayo sitaisoma, inasema moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Alafu mtu anakudanganya akwambia kanisa ni moyo wako. Moyo upi? Maana Yesu anasema mimi nitang'oa moyo wa jiwe niweke moyo wa nyama. Kumbe mpaka umkubali Yesu akung'oe moyo wa nini? Wa jiwe, ili akuweke moyo wa nyama. Sasa huu moyo wakati utakapopewa moyo wa nyama, hapo ndipo utasema moyo ni kanisa. Lakini huu moyo maana anasema kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Maana moyo hutamani, moyo unazini, moyo unaiba, moyo unatukana. Kwa hivyo moyo hawezi kuwa kanisa. Watu wamekuwa na injili za uongo. Kanisa ni moyo wako. Kanisa ni moyo upi? Acha kudanganya. Mungu anasema kwamba nitawatoa moyo wa jiwe na nitawaweka moyo wa nyama. Kwa hivyo moyo huu wa jiwe hauwezi kuwa kanisa. Maana lazima utolewe, uwekwe moyo mwingine ambao huo ndio ambao unaweza kuwa kanisa la Mungu. Lakini pako uzishike amri za Mungu. 7:8 kitabu cha Marko, msomaji. Nyinyi mwaiacha sheria ya Mungu. Mungu asema nyinyi mnaiacha sheria ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Eti watu wanaacha sheria ya nani? Ya Mungu. Wanashika mapokeo ya wanadamu. Wameacha Sabato ya Biblia. Wanashika Jumapili iliyowekwa na Wakatoliki. Makanisa yote yako nje ya Biblia. Wameacha Sabato. Sabato ni Jumamosi, wameacha. Na sasa kwamba hawasomi, wanasoma. Lakini
wanashika mapokeo ya wanadamu. Wapendwa, ninapoaga kwamba Mungu akuwezeshe kulishika neno la Mungu. Amen. Maana neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa ya miguu yako. Amen. Mungu akubariki Amen. kwa kushika na kusikiliza mafundisho yaliyo matakatifu. Labda niulize, je, kuna mtu yeyote ambaye anasema Mungu nisaidie? Nisaidie. Kuna swali hawa. Kuna swali. Hapa nimeletewa swali linalosema, asante sana mzee wangu kwa kukubali injili hii. Mzee kwa sababu ya muda lakini anasema mimi nimepokea hiyo injili. Amen. Kuna swali hapa ambayo nimeulizwa na mzee wangu, anasema mchawi ambaye anaroga jirani yake na anaenda kanisani, adhabu yake ni nini? Mchawi ambaye anaroga jirani yake na anaenda kanisani, swali limeulizwa hapa, adhabu yake ni nini? Asante sana. Swali limeulizwa, mchawi ambaye anaroga jirani yake na anaenda kanisani, adhabu yake ni nini? Hili swali adhabu yake, labda kwa sababu ya muda ningekusomea Biblia lenyewe likaweza kumjibu. Mchawi ambaye anaroga, adhabu yake ni nini? Kwanza kabisa, watu wengi wamefanya kanisa kama msitu wa kujificha. Ni mchawi lakini anaenda wapi? Kanisani, ili anajifanya, yani anatumia kanisa kama msitu wa kujificha. Adhabu yake